Haya, maumivu ya mgongo baada ya spinal anesthesia. Ni kweli au si kweli? Sasa complaints zimekuwa ziko nyingi sana kwenye jamii. Kwa umakini kabisa ukifuatilia utagundua wengi wana complain maumivu ya mgongo baada ya spinal anesthesia ni wamama ambao walienda kujifungua kwa njia ya upasuaji. Sababu ziko ni nyingi sana ambazo hupelekea maumivu ya mgongo baada ya upasuaji. Sio baada ya spinal anesthesia. Niweke sawa hapa. Ni baada ya upasuaji kufanyika. Kwa asilimia chache kabisa inawezekana upande wa anesthesia wamesababisha maumivu ya mgongo kwa mama. Pengine labda walipata changamoto kwenye kuchoma hiyo spinal anesthesia, yani mama walimchoma mara nyingi sana. Au inawezekana upasuaji ulifanyika muda mrefu, mama alilala muda mrefu pale kitandani. Ni rahisi kupata maumivu ya mgongo. Sababu nyingine ni hii ambayo watu wengi wanaisahau sana. Mama anapokuwa mjamzito anapata mabadiliko mbalimbali, tunasema physiological changes during the pregnancy. Kipindi hichi kuna baadhi ya mifumo hubadilika. Kwa mfano, mfumo wa hormone, kutakuwa na uzalishaji mwingi sana wa hormone mbalimbali. Moja ya hormone ambayo inazalishwa kipindi hichi ni relaxin hormone. Lengo kubwa ni kumsaidia mama kulainisha nyonga, kulainisha joint, kulainisha mifupa, ili kile kipindi ambacho mama atajifungua basi iwe rahisi sana kwa mtoto kuzaliwa. Sasa hiyo hormone ya kuzalishwa inapelekea hata kuathiri baadhi ya pingili za uti wa mgongo, kwa sababu ni sehemu ya mifupa, kuna joint kule. Hapo tusahau kwamba kipindi chote cha miezi 9 mama anakuwa mbeba ujauzito, ni mzigo ule. Egemeo kubwa la ule mzigo ni uti wa mgongo. Kipindi chote hicho. Pingili za mgongo zimekuwa laini kutokana na hormone iliyozalishwa na bado mama na mzigo. Tunategemea kabisa ule mzigo utavuta uti wa mgongo. Mama atakuja atajifungua baadaye, atatoa huo mzigo. Akishatoa mzigo nini kitatokea? Ule mgongo utahitaji kujirudisha katika hali yake ya kawaida, ile normal curvature. Kama ilivyokuwa awali inabidi irudi sasa. Kwa kipindi chote hicho ambacho mgongo unajitahidi kurudi kama ulivyokuwa awali, ni lazima hapo maumivu yatatokea. Sababu nyingine ambayo huchangia maumivu ya mgongo baada ya upasuaji ni kile kipindi ambacho mama sasa yuko nyumbani, ananyonyesha, anafanya shughuli zake. Ukifanya shughuli nyepesi, tunategemea kabisa mgongo utarudi vizuri na utapona haraka. Maumivu utasikia kidogo, sio muda mrefu. Ukiwa unajishughulisha na kazi ngumu, tunategemea kabisa hata maumivu ya mgongo yatazidi kuwa makubwa, yatakuwa yanakusumbua mara kwa mara. Pia namna ya kukaa ukiwa unamnyonyesha mtoto, posture, yani position ambazo utakuwa ukijiweka, ndio hizo ambazo zitachangia au zisichangie maumivu yako ya mgongo. Sasa mimi nimejifunza kwamba si kila maumivu ya mgongo yanayopatikana baada ya upasuaji basi yanasababishwa na sindano ya mgongoni. Sababu ziko ni nyingi sana kama tulivyosikia. Wewe umejifunza nini? Endelea nasi Usingizi Salama. Tutakujuza mengi usiyojua kuhusiana na masuala ganzi na usingizi. Peace.